Wangapi waga tunaombea chooni? Hatuombeaki chooni na bafuni. Lakini chooni na bafuni ndiko mashetani yanakimbiliaga kwa haraka sana. Nanielewa? Ndio maana unasikia mtu kateleza bafuni kaanguka. Kateleza bafuni kaangukia kisogo. Wapi bafuni? Bafuni, bafuni. Leo ukirudi kaombee bafuni kwako. Haleluya. Mimi nilikuwa mahali kwenye mji fulani, nimealikwa kwenye seminar. Nimetengewa maji ya kuoga na wenyeji wangu, wakanipelekea bafuni. Ninapofika mle nataka kuoga, nachota maji tu kuweka hivi, ghafla giza nikawa sioni. Halafu kichwa kikaanza kugonga pale pale kwa kasi kubwa. Biashara ya kuoga ikabidi isimame kwanza. Nasema, shetani, hadi chooni tunafuatana. Giza nikawa sioni, mtumishi hapo. Nikaanza kuomba mle mle chooni. Nasema humu mchooni namkaribisha Yesu akae. Yesu tawala kwenye hiki choo. Nguvu zako zikae humu. Shetani asinisubirie humu akaja. Ninatoka pale, naingia kwenye kipindi. Nasimama pale madhabahuni. Ile nasimama tu, giza tena likaanza. Na kichwa kikaanza kuuma. Nikaanza kuwa nahubiri huku na kemea. Nahubiri huku na kemea. Yaani watu hawaelewi kinachoendelea. Unajua ukiwa hapa ni vitu vingi sana vinatokea. Huwezi kumwambia kila mtu. Ila ukirudi nyumbani utaanza kuwasimulia waombaji wako labda na mke wako. Utaambia pale palikuwa na kitu kikubwa. Sio kila mtu anayekuja anakuja kukusikiliza. Mwingine anakuja na kazi yake ambayo ametumwa na ufalme wa giza kuja kuifanya. Unaweza ukamwona yuko pale amekaa, kumbe tunagombana naye, tunapigana naye. Na wakati mwingine unatumia hekima tu ya kuacha. Usije ukamfuata ukamwambia bwana mkubwa unatafuta nini? Sasa baadaye kumbe kuna mtu alikuwepo pale, baadaye akatakwa na nguvu za giza, akaanguka, mapepo yakasema tulikuwa tunamsubiri huko, tukashindwa tukamfuata na huko kanisani. Wao walimfuata chooni, ikashindikana, sasa wakanisubiria kanisani.